jinsi unapoongezeka miaka, vijana miaka 20 na kitu mpaka 30 huwa hawaogopi kufa au hawaogopaji, lakini unapoendelea miaka unaongeza, unakuwa na tahadhari nyingi na unakuwa mkali. Sasa ndio tunataka mnyume ndio urefu unakuwa na tahadhari nyingi sana. Unakuwa na hofu. Kwa hiyo mtoto ni urefu wa maisha na hofu ya kufa. Kuna miaka ambayo ukifika tunajiana. Kwa hiyo kuna hofu ya urefu, kuna hofu wanaita, kuna hofu za buibui, sitazichambua leo. Kuna hofu za kijamii, kuna hofu hiyo tutakuja kuchambua siku nyingine. Lakini pia kuna hofu ambayo inagusa kutengwa, hiyo pia ilikuwepo katika mjadala. Na kuna hofu ya ndani ya mwili ambayo tunataka kuanza tu kukaa kidogo tu, hofu ndani ya mwili, yaani ni automatic. Hofu ya ndani ya mwili, ana hofu ya sindano, ana hofu ya maumivu, ana hofu ya ugonjwa. Na watu wako mpaka kuwani hapa wanalia sindano. Hizo nazo ni hofu zaidi yake. Kwa hiyo kuna hofu nyingi tutachambua, lakini miongoni mwa hofu pia tutachambua kuna hofu nyingine hii ambayo inagusa aibu, hofu ya kuaibika. Yaani chochote unataka kufanya, unataka kufikia lengo, lakini una hofu unaibika. Ukikatu na mashaka unahisi kuaibika. Unataka kuimba unahisi kuaibika. Unataka kuhubiri unasema neno lake linaibika. Chochote. Okay, kwanza kuhubiri mara kwanza ukitoka unauliza, hivi nimehubiri vizuri? Kweli umenielewa? Hofu. Unaogopa kuaibika. Sasa leo nataka tuishinde hofu ya aibu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Chochote na sasa katika hiyo hofu ya aibu nataka nikwambie kwamba hakuna bila kuaibika wewe hauwezi kuinuka. Yaani kuaibika ni njia mojawapo ya kuinuka. Nataka uinuke, jifunze sana kuaibika. Kama uaibika, uje kuinuka. Unapotaka kuaibika, yule bondia ambaye alijisifa atapiga kwa kupigwa, akainukia kwenye kupigwa. Na kumbe Mungu alimwandalia mlango wake, anainuka kwa kupigwa. Sasa yule aliyepiga kama kulalamika, jamani nilimpiga, mbona mnisifii? Watu wanaamua wanapigwa, yaani mtu anainuka, yaani anainuka kwa kupigwa. Na siku akishinda watu wanakasirika. Yaani unatamani atake aisifu, alafu apigwe. Basi nani ndio ilikuwa kuinuka kwake? Sasa huyu jamaa kumbe kuinuka kwake na mwanzo ulikuwa kwenye aibu. Kuna mambo ambayo bila kuaibika haujafika vizuri. Kama mpishi vizuri yeye pika chakula kibichi bado umefuzu. Kwa sababu kuna siku inabidi utesti. Siku moja ni testi, ila ni testi. Uzuri wake ilikuwa mimi kuna mwingine nikatesti ikawa sio shida sana. Nasema kwani ugali unasema hata maji apate moto kidogo usiweke nini? Nasema kama tukiweka ya baridi kabisa na kwani weka unga ya baridi kabisa. Maji ya baridi kabisa. Tunaanza kupika ugali hapa. Kwa kula kila mzoto kwa na testi haikuwa shida. Kuna vitu lazima ukubali kwanza ili uwe kufuzu katika viwango, ukubali kuaibika. Na watu wengi wainuki kwa sababu hawakubali kuaibika. Yaani wanataka kila wakati wafanye kitu ambacho ni perfect. Yaani kila wakati wafanye kitu ambacho watu appreciate. Unafanya vizuri. Sasa nataka nikufundishe kwamba kuna mambo yanabidi uaibike, ndipo utakuwa uko vizuri sana. Haleluya, haleluya. Lazima uaibike. Yaani kiwango cha kuaibika ndicho kiwango cha kuinuka zaidi.
kiwango cha kuaibika ndicho kiwango cha kuinuka sana. Kwa hiyo hofu, unaweza pia hofu ya aibu ukaishinda kwa kukubali kufanya mambo. Unaanza kidogo kidogo unafanya, hata kama pengine yana sura ya aibu, lakini yakutie nguvu uyafanye mpaka ufikie kiwango. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na tunapogusa hofu, andiko letu la msingi lilikuwepo katika Yeremia 29:11. Inasema, maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi, nasema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Mawazo wanayokuwazia Mungu ni mazuri, mwishoni anataka akupe tumaini, hata kama unapitia katika mabaya. Tukiangalia kuna watu ambao walianza kama kwa kuaibika. Tunamwona Yusufu, mfano wa kwanza pale mwanzo wa Ayubu namba 1 pale. Tunamwona Yusufu, yeye aliuzwa utumwani. Ni kitendo cha Ayubu kama anauzwa kama mtumwa, lakini alipouzwa tunaona mwisho wake wa safari akafikia katika kiwango cha utukufu. Kwa hiyo hapo tunapata fundisho kwamba mwanzo wa chini si mwisho wa safari yako. Mwanzo wa kuanzia chini, unapoanza chini, si mwisho wa safari yako. Kubali kuna vitu kuanza chini, lakini baadaye uweze kuinuka. Watu ambao hawapendi kuanza chini, kuanza katika hali ya kiwango cha chini, hawawezi kuwa watu wazuri baadaye. Ili uwe mzuri, kubali kuanza chini. Lakini pia tunaona kipengele cha pili katika hiyo shida hiyo, kudharauliwa na watu. Ni ukubali kuna kipengele cha kudharauliwa na watu. Tunaona kwamba Hana alidharauliwa na Penina kwa sababu ya utasa, lakini ile changamoto yake ndio hii, kuna vitu vilishawishi akaongeza bidii, anapochokozwa akawa anaongeza bidii, na katika kuongeza bidii Mungu akampa heshima baadaye. Tunajifunza kwamba kudharauliwa na watu haimaanishi kudharauliwa na Mungu. Unapodharauliwa na watu haimaanishi umedharauliwa na Mungu. Kuna mambo yatakuja katika dharau lakini itatupeleka katika nafasi. Na kwa hiyo kinachotakiwa hapo, kuna pointi namba 3 pale, uvumilivu na uaminifu. Tunajifunza pale Daudi aliendelea kuwa mchungaji mwaminifu wa kutumikia Mungu bila kutambuliwa. Kuna mazingira ambayo inabidi uvumilie. Si kila wakati utatambuliwa na watu, sio kila wakati watu watakutambua, lakini unapovumilia kuna siku utatambulika. Na unakumbuka kwamba Samuel anakwenda kupata mafuta. Samuel anaangalia watu ambao ni maarufu, wako na viwango vya hali ya juu, lakini akasema hapana, Bwana anachunguza kama anachunguza wanadamu, Bwana anachunguza moyo. Kwa hapo tunapata fundisho lake kwamba uaminifu katika mambo madogo huleta thawabu kubwa. Yaani unapofanya katika kile kitu ambacho ni kidogo unapata thawabu kubwa. Na pointi namba 4 hapo inasema kunyenyekea na kutii. Ili ufanikiwe lazima ujifunze kunyenyekea na kutii. Mifano, Yesu alijinyenyekeza na kutii hadi kifo msalabani. Maandiko alijinyenyekeza akawa mtiifu hata mauti, na mauti ya msalaba katika Wafilipi 2:8. Kwa Yesu ili ainuliwe alikubali aibu, lakini akajinyenyekeza. Baadaye akafikia kupandishwa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo ili ufikie kushinda aibu, kuna kipengele cha kukubali kuwa mnyenyekevu na kutii. Kuna vitu vinahitaji kunyenyekea sana. Nilitoa mfano asubuhi nikasema nilikuwa na kijana wangu ambaye namfundisha pale nyumbani, na sasa ameshakuwa ni maarufu vizuri mpaka nafurahia. Kijana wangu Ima, lakini Ima alikubali kutii na kunyenyekea. Tulikana watu wengi, maproducer wengi nyumbani, lakini yule mpaka ilifika wakati akagusa moyo wa mama, kwa sababu ilikuwa akiamka asubuhi anafanya kazi za nyumbani, atafanya kazi vizuri. Wengine tulikuwa nao ambao ukiwafundisha mwenyewe akiamka na yeye na kompyuta, lakini yeye alikuwa anafanya kazi za nyumbani, anachota maji, anafanya chochote
akimwambia mama natii, ilifika wakati kwamba ule utii aliweza kuinuka akapata mpaka viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana kuna kiwango ambacho unaweza ukafeli, pengine ni kwa nini umefeli kwenye kutii. Ukifeli kunyenyekea kutii, yule unayejifunza kwake. Nataka nikwambie hapa kanisani tunaweza kupata na watu ambao wengine Mungu amewapa neema kiuchumi, wengine wana ofisi, lakini wakati fulani wanaogopa hata kuajiri wapendwa, kwa sababu wapendwa, mambo ya ofisini wanaleta pia upendwa. Haleluya, haleluya sana. Mwangalie mwenzako, mwangalie mwenzako mdogo, mwambie usilete upendo kazini. Watu wanaogopa hata kuajiri watu. Usilete upendo kwenye ofisi ya watu. Amen. Unyenyekevu utii. Mwenzako anatamani akulete asili. Wanachoa hapa. Fanye kitu kidogo tushirikiane pamoja. Lakini kwa sababu mpendwa basi unakanyaga vyote. Hata kazini wasio tena uopa awe ndio kabisa. Ndio hata kiwanja kabisa unalia. Wazee wanasema, "Mzee, nenda." Kwa hiyo umechukulia udhaifu kwamba atafanya nini mzee wa kanisa. Sasa hii inasababisha wakati fulani kanisani watu tusimuane. Jifunze unyenyekevu. Yesu alifunza unyenyekevu. Ndio kiwango cha Yesu kukubali kushuka kwa Yohana Mbatizaji. Alafu Mungu anashuka kwa Yohana Mbatizaji. Yohana anaogopa, anasema ninapaswa kutimiza haki yote. Kwa wewe nibatize. Kwa sababu utaratibu wa Mungu ume katika uongozi, kuna mambo Mungu ni wa ajabu, huwa anatii. Yaani akiongeza kutii si kwamba utii kwamba unaongeza. Kuna mambo Mungu huwa anatii, anatutii hata sisi. Mungu ni wa ajabu sana. Hivyo na Mungu anakutii. Gusa mzio mzee. Hivi naamini Mungu anakutii. Unaelewa? Hapo wewe lakini unakomana. Sema kwa jina la Yesu ninaamuru sasa, kuanzia sasa ninaamuru malaika toka mbinguni. Tena useme ninaomba malaika toka mbinguni, toka kwa mbinguni, njoo. Nenda pale, piga kabisa. Afu Mungu kwa unyenyekevu tu anatuma malaika wake. Nenda sababu nasema kwa neno malaika. Sema dada, mtu mwenyewe anataka malaika, wewe tu upese. Hapa malaika. Tena sema hata heshima tu. Ukifika nasema nyumba hii ninaizungushia damu ya Yesu. Uliizwa damu ya Yesu kwenye kona hii tena nyambi. Kibabe. Kwenye kona hii na kwenye kona hii na kwenye kona asiguse mtu. Damu ya Yesu inaondoka. Ukaangalia ndio hata kama nyumba kwa adabu. Niliongea kwamba lolote kwa jina langu. Wewe ni wapi? Kama ungekuwa na unyenyekevu wa Mungu, usingekuwa na kazika hata si viongozi. Haleluya. Usingekuwa na kazika. Kwa kujifunza kunyenyekevu ni kitu cha muhimu sana. Lakini nilitoa mfano asubuhi nitaelezea kwa haraka kwa sababu ya wakati. Nikaeleza mfano mtu mmoja ambaye alikubali akaanza chini, anaitwa Newton. Ambaye nimemsoma katika shule, akatunga principle tatu za haraka alizotunga, pamoja na nyingine akaelezea habari ya mwanga. Akaelezea kwamba rangi nyeupe, hiyo nyingine pia akaweza kuja ndani yake akajiridhisha kwamba kumbe kwenye rangi nyeupe kuna rangi nyingi. Ndipo kwenye rangi nyeupe akagundua darubini. Simomo ndani kwenye rangi nyeupe humo kuna rangi nyingi. Na huyu jamaa siri yake ya kwanza ambayo aliweza kufanikiwa ni kwamba kwanza alizaliwa kwenye familia ambayo imechoka. Alafu akafanikiwa kulelewa na babake. Kwa hiyo kilichofuata ni kwamba alilelewa katika mazingira mengine ya bibi. Na alipolelewa katika mazingira hayo,
uwezo, sifa yake ya kwanza anasema darasani hakuwa na akili. Darasani alianza hakuwa na akili. Kwa hiyo kuna mambo, sio mambo yote tunaanza kuwa na akili. Na kwa nini alifanikiwa? Kwanza alikuwa na upweke. Tulijifunza kwake kwamba upweke ambao alikuwa nao uliweza kuzaa ubunifu. Yaani maana yake kuna kitu ambacho unaweza kushangaa kwa upweke. Kuna kipindi uko kimya uko peke yako, Mungu anakuandaa kwenye ule upweke alitumia akaandaa ubunifu. Lakini pia changamoto aliweza kuzifanya kuwa fursa. Changamoto ya kufukuzwa, ya kusimamishwa au chuo kufungwa ilifanya iwe fursa ya kuweza kugundua vitu vikubwa zaidi. Unapopitia changamoto, Mungu anaweza akakupa kibali cha kuweza kupata mahali pakubwa. Na kitu kingine tulifundisha uvumilivu na subira. Huyu jamaa alipopata majibu ya kile ambacho alikuwa amekigundua, alikaa miaka 18 ndipo akatangaza. Akasema kweli wanasayansi wakaenda kwa makini. Yaani ameshagundua. Alipogundua baada ya miaka 2 ameanza kuielezea ile issue yake baada ya miaka 18. Na ndio maana usikurupuke sana, hata wewe ukionyeshwa tu unakurupuka haraka. Yaani muonyeshwa tu haraka unasema mimi ndio hapa Bwana amesema. Lakini watu wanaofanikiwa wanakuwa watulivu, wanafanya utafiti. Huyu ndio sasa yeye aligundua, alipokuwa ametumia pale akagundua kanuni 3. Kanuni ya kwanza ambayo leo tunaona inatugusa sana kwenye mpango, inatugusa sana kwenye kanuni ya mwaka huu. Alisema kwamba kitu chochote kitabaki katika uhalisia, an object will remain at rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. Kitu chochote kitakaa katika hali ile, otherwise mpaka hiyo itokee, unless ikatokea kitu, nguvu nyingine itakayoweza kukisukuma. Kwa maana yake kuna watu ambao wanabaki pale mpaka itokee nguvu nyingine itakayowasukuma ambayo itawatoa pale walipo. Sio jamaa achukua kasema jamaa utafikiri nilikuwa kiroho. Kwamba kuna watu ambao wako vile